tunapata vipaumbele, tuvitumie kwa njia za halali. Kwa njia gani? Hapa kuna vyombo vingi vya msingi. Tumeona kuna mabenki, kuna watu wanajigamba kabisa kwamba wao ni wataalamu, na uchimbaji unahitaji nini? Utaalamu. Wamejitoa ili kazi zetu ziende kwa nini? Kwa utaalamu. Sisi kama wasimamizi wa sheria tunaamini kabisa hakuna ambaye yuko juu ya nini? Ya sheria. Kila mtu afanye kitu chake kwa mujibu wa nini? Kwa sheria, lakini ufanye kazi ukiwa mzalendo. Ukiwa nini? Tanzania sio ya mtu mwingine. Tanzania ni ya wanani? Hapa na walenga watoroshaji wa nini? Jamani, mnanielewa? Kuna watoroshaji wa dhahabu. Hao ni watu wa hatari zaidi, kwa sababu wanaikosesha nini? Serikali mapato. Yale mapato ndio maisha ya watu, ndio dawa hospitalini, maji tunayokunywa, barabara tunazotumia. Kwa hiyo lazima hivyo vitu tuvisimamie. Ukishaingia kwenye mfumo tayari ni kama umeingia kwenye ubia na serikali. Kwa hiyo kila unachofanya uko na serikali. Kwa tafsiri ya kupata leseni, maana yake sasa tunaita nini? TIN number. Uongo kweli? Yule ni askari ambaye unatembea naye. Ukienda kinyume na hapo inakuwa ni changamoto. Kama wewe unahitaji usalama wa ulichonacho, kwanza usalama wako. Jamani, polisi ni kwa ajili ya usalama wa raia na nini? Lakini kuhakikisha pia mnafuata sheria, si ndio? Hayo ndio majukumu ya msingi ya polisi. Kwanza tunahakikisha usalama wako. Cha pili, kuhakikisha unafuata nini? Sheria. Ukishindwa kufuata sheria ndio changamoto. Kwenye jukumu la kukulinda wewe na mali yako, nyewe mmeshaingia kwenye mfumo. Unaweza ukapata jiwe lenye milioni 500, bilioni nini, huna hata pistol, si ndio? Hapa namaanisha pia kuna sheria inayohusiana na umilikaji wa nini? Wa silaha. Tuna changamoto wengi wasomi sheria. Mtu ana bilioni 1 lakini hata hana pistol ya laki ngapi? Laki 5. Wanakuja wanachukua pesa kirahisi, hata uwezo wa kulinda hiyo hela ulionayo huna. Huwa tunawasisitiza, kama unaona usalama wako unawezekana kumiliki bunduki, basi umiliki nini? Bunduki. Utaratibu upo, sheria inaelekeza. Kama hujui unatufuata. Hata mtendaji anajua wakata. Mtendaji wa kijiji anajua. Sasa kuanzia tarehe 1 ya mwezi uliopita mpaka tarehe 31 ya mwezi huu tuna zoezi la kurejesha bunduki ambazo zinamilikiwa kinyume cha nini? Na hapa ndio sehemu ya kuongea, hatuna sehemu nyingine. Kwa idadi hii najua kuna watu wenye bunduki. Kuna bunduki za ukoo, za kurisi. Kuna watu wanajirisisha kinyume cha nini? Cha utaratibu. Unayo, muda wake umeisha. Unatakiwa uisalimishe na utachukuliwa hatua yoyote. Hiyo ni ofa ya serikali. Hiyo tarehe ikipita, kamata inaanza. Kwa hiyo niwaombe sana, kama unamiliki bunduki, una mashaka nayo, isalimishe kwa ofisa yoyote mwenye mamlaka, ikiwepo polisi, mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, au ofisa yote yule mwenye ufahamu atakuelekeza ufanye nini. Jamani, tumeelewana vizuri eh? Safi kabisa. Hilo ndio tangazo langu la msingi. Vinginevyo nawashukuru sana, mbarikiwe kwa pamoja.